Yes, habari ya saizi mpenzi mtazamaji wa Moody Economics TV. Karibu sana katika maendelezo wa tutorial za video zetu za School Information System. Kwa hiyo kama kawaida utakuja kwenye browser yako ya Google Chrome kisha utachagua School Information System. Yes, baada hapo utakuletea hiyo option ya School Information System, utaiselect ili kuleta kwenye option ya kuingiza username na password, lakini kwangu mimi naweza kaenda direct kwa sababu nimesave. Yep, kwa hiyo kwa wewe itakuletea option ya kuingiza username na password. Kumbuka username na password za School Information System zinatengenezwa au zinapatikana kupitia maafisa tehama wa halmashauri husika. Utawasiliana na hao kwa ajili ya kukupatia username na password. Baada ya video iliyopita, kama ulipitwa na video iliyopita ilihusiana na hatua ya awali kabisa ya matumizi ya mfumo, ambayo hatua hiyo ni kutengeneza mikondo, yani kwa maana ile kuna ile streams, sawa, class streams, lakini pia kuwasaini wanafunzi kwenye kila mkondo au kuadmit wanafunzi kwenye kila mkondo. Hiyo ndio ilikuwa video iliyopita. Leo tunaenda kuadmit masomo katika shule, yani kuadmit masomo katika ngazi ya shule au kuwasaini masomo katika ngazi ya shule, lakini pia kuwasaini masomo kwenye kila darasa, na mwisho tutamalizana na kuwasaini mwalimu wa somo kwenye kila mkondo. Kwa hiyo baki hapo pamoja nami Moody Economics, mtangazaji wako, ili uweze kuona hatua ya kwanza mpaka mwisho. Basi ukishaingia kwenye mfumo wako kama sehemu hapa, basi utachagua School Management, option ya kwanza, kisha utaenda Setup a School. Setup a School. Itakuja hiyo option. Ukija itakwambia hapa select section, maana yake chagua level ya elimu. Sawa? Kwa hiyo hapa utasema ni ordinary level. Kama ni advanced utasema advanced level. Kisha utasema chagua darasa. Sasa mimi kwa upande wa form 1, form 2 nishamaliza. Hebu ngoja nichague kidato cha 4. Kidato cha 4. Kwenye kidato cha 4 kumbuka streams nishatengeneza, labda tuziangalie. Oh no. Hiyo anyway, kwa sababu nishatengeneza madarasa mengine siwezi kurekodi tena. Ukitaka kuona namna gani ya kutengeneza streams, utaangalia video iliyopita kabla ya hii. Sawa, ipo kwenye channel yako hapo chini utaiona. Lakini hebu mimi nataka niende kwenye kuasaini masomo. Kuasaini masomo. Yes, hapa masomo yamekuja hapa. Kwa kawaida sijajua kama ameboresha mfumo au la, lakini kwa kawaida ukiingia kwa mara ya kwanza kwenye mfumo kwenye kipengele cha kuasaini masomo, utakuta yote masomo yote yamewekewa tiki. Yote, yapo mengi sana mpaka chini kwa almost kama 50 hivi yamewekewa tiki, au tunasema yamekuwa selected. Wewe utachokifanya utadeselect yote ambayo hayakuhusu kwenye shule yako. Kwa mfano mimi umeona nimedeselect yote hayo, nimeenda kubakisha masomo yafuatayo. Kuna business study, English language, history of Tanzania, historia ya Tanzania na maadili. Nikaja nikaacha basic mathematics, biology, chemistry, Kiswahili, history, English language, civics, kuna physics na literature and English. Kwa haya maana yake nini? Maana yake haya ndio masomo yanayopatikana katika shule yangu. Kisha nikasema update. Kwa hiyo maana yake nimeshasajili masomo katika ngazi ya shule. Tutorial ya kipengele sehemu ya kwanza imeisha hivyo. Tunaingia class subject. Kidato cha 4 wanasoma masomo gani? Na watatofautiana tu kwa sababu kumbuka kidato cha kwanza wao wana business studies, wana historia ya Tanzania na maadili. Sawa? Kidato cha pili hawana literature, lakini kidato cha 3 na cha 4 wana literature. Kwa hiyo yote ni ya kuyafahamu. Sasa naenda kuasaini masomo kwa kila darasa, kwa darasa. Kumbuka darasa langu ndio kidato cha 4. Nikisema class subject itaniambia add new, nasema yes na select. Inaniletea fill the correct and submit, ambao kuna option inasema subject name. Nagusa inaniambia somo la kwanza ni literature and English, nasema yes. Form 4 nasoma literature and English. Tayari limeongezeka hapo. Nakuja tena somo lingine physics, ndio. Tayari limeongezeka hapo. Nakuja somo lingine history, ndio. Tayari limeongezeka. Kwa utafanya hivyo kwa masomo yote. Utafanya hivyo kwa masomo yote 9. Utafanya hivyo kwa masomo yote 9. Mpaka masomo 10. Kama ni 10 is okay, kama ni 9 ni vyovyote vile, kama ni 12. Cha msingi ni kwamba utafanya ile zoezi kwa masomo yote. Baada ya hapo class subject pia utakuwa umemaliza. Kitakachofuata ni staff subject. Staff subject maana yake mwalimu wa somo. Mwalimu wa somo kwa mkondo husika. Sawa, sasa hapa kwa bahati mbaya hakuna mkondo. Hebu ngoja nichague darasa ambalo lina mkondo. Kwa hiyo chague form 2. Umeona?
nimechagua kidato cha pili ambao tayari na mkondo ambao hawa nishatengeneza mpaka mikondo. Lakini pia huku niliacha hii form 2 kwa sababu nilikuwa nimeshatengeneza mpaka walimu wa masomo. Sawa, lakini sasa ngoja nikuonyeshe kuna wengine sijawajaza. Maana yake nini? Ukichagua class subjects itakuja page kama hii hapa ambayo itakuwa imejazwa class, stream, subject. Zitakuwa zimejazwa. Subject teacher itakuwa zipo empty. Kama unavyoona hapa kuna baadhi ya sehemu zipo empty. Kama hizo za chini zote zipo empty. Zote zipo hivi empty. Sasa tuchukue kwa mfano history. Ipo empty. Inatakiwa mweke mwalimu wa somo. Utasema add teacher au leo Kiswahili. Add teacher. Kwa form 2 anayefundisha Kiswahili ni nani? Nasema add teacher. Baada ya hapo nakuja kwenye orodha huko namtafuta mwalimu anayefundisha Kiswahili form 2. Yes, kwenye hiyo orodha hapo namuona huyu hapa. Nasema save. Yes. Kwa hiyo utakuwa umemsave. Labda nirudie. Kwa mfano physics. Namtafuta physics hapa. Hayupo kwenye orodha. Kama hayupo kwenye orodha, ina maana hilo ni swala la either ni kwa sababu sijapakia tange, sawa? Au kwa sababu sijapakia live roster, au kama ni haihusiani na wewe basi kama wanahusika watu wajui, ina maana utabidi wasiliane na afisa wako elimu sekondari ambaye atakupa mwongozo au afisa tehama. Okay, let's say nataka mwalimu wa basic mathematics au biology. Ngoja niangalie biology. Yes, huyu hapa nimeongeza hapo. Yep. Kwa hiyo tayari. Kwa hiyo utafanya hivi kwa masomo yote 9 kwa mikondo yote. Kwa mfano mimi na mikondo A B C kwa upande wa form 2. Ina maana kila mkondo mmoja masomo 9 na mwalimu wake. Kama na masomo 10 na kadhalika, sawa. Bas kwa leo ilikuwa ni video kwa ajili ya class school subject, class subject na staff subject. Nimeonyesha sehemu zote 3. Video itakayofuata itahusiana na class teachers pamoja na live roster. Basi endelea kufuatilia channel yetu. Kama ili usipitwe na video hizi hapa, subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe, utaligusa kisha itakuja alama ya kengele nayo utaigusa ili kila video nitakayoiposti uendelee kupata ujumbe kwamba video mpya imepostiwa kwenye channel ya Moody Economics. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia channel yangu ya Moody Economics, lakini pia asante kwa kutazama video hii. Ubarikiwe sana, nikutakie wakati mwema.